Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unayenitazama na kuniangalia wakati huu, ninakufurahia sana. Naamini na wewe unanifurahia. Mtu wa Mungu, naitwa Caroline Msekeni, mtumishi wa Mungu aliye hai. Asante kwa uwepo wako mahali hapa, ninakushukuru sana, na tutaanza kwa kuomba kumkaribisha Roho wa Mungu atuhudumie mimi na wewe. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu, Mungu wa Israeli, Baba unaiketi mahali pa juu sana pasili patakatifu palipoinuka, ninatambua uwepo wako katikati yetu. Asante maana wewe ni Mungu ulianza nasi kila wakati na unaimaliza na sisi. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu, tembea nasi katika kipindi hiki, na ninakusii ratiba ya leo ikaendane sawa sawa na vile ulivyoiratibu, sawa sawa na mpango wako. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Asante sana Mungu wangu na Baba yangu. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe leo na milele yote. Ni katika jina la Yesu Kristo mwanao nimeomba na kuamini. Amina. Basi tunaenda kuanza kipindi chetu, na tutaona namna kipindi chetu na somo la leo linasema namna watu wanavyokuita kunavyoweza kukuzoofisha ama kusawisha. Namna watu wanavyokuita. Kuna majina mbalimbali na tutaenda kuona huko majina ambayo yanatokana na baraka ambazo Mungu ametujalia. Kuna majina tuliopewa na wazazi wetu, na kuna majina watu wanatuita kutokana na status zetu na makusudi ambalo Mungu ameachilia kwa kila mmoja wetu. Na tutaona kila jina lina maana yake katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Kabla hujapewa jina, nini maana ya hilo jina ambalo unalitumia? Linawakilisha nini? Linatambulisha nini? Au kwa watu waliopewa majina ya kurisi kutoka kwa babu, kutoka kwa bibi, kutoka kwa wale waliotangulia, jina hilo limebeba nini? Tusingeweza kutambua vitu na watu kwa wepesi kama kusingekuwa na majina. Kwa hiyo tunaweza kuona jina ni utambulisho. Tunaona katika Mwanzo ile sura ya 3 ule mstari wa 20 imeandikwa, Adamu akamwita mke wake jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama ya wote walio hai. Maana jina Hawa ni mama wa wote wa walio hai. Tunaona kwamba jina alilomwita nyuma yake lina maana. Na mahali pengine tunaona katika Mwanzo 4 ule mstari wa 25 imeandikwa, Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwana mume, akamwita jina lake Seti. Maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili kwa sababu Kaini alimuua. Wewe unapompa mtoto wako jina au jina lako, nini nyuma maana yake ni nini? Linawakilisha nini? Nini maana ya jina lako? Tukikuuliza jina lako lina maana gani? Nini maana yake? Mwanzo 5 mstari wa 26 mpaka wa 28 mpaka 29 imeandikwa, Lameki akaishi miaka 182 akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Kwamba tunaona hawa watu hawaiti tu majina hivi hivi. Anasema kwamba hii maana jina Hawa maana yake hii, maana Seti jina lake hii, Nuhu jina lake hii, maana yake hii. Lazima unapokuwa unamwita mtoto wako jina fulani, ujue nini maana hilo jina. Jina hilo limebeba nini kwenye ulimwengu wa roho? Nguvu ya hilo jina, that power. Nini ambacho mtoto wako anakibeba kabla hujampa jina? Tutaona katika kitabu cha Mambo ya Nyakati kuna habari ya pale ya Yabesi. Anasema Yabesi mama yake alikuwa ni mtu mwenye huzuni, akampa jina la Yabesi. Unaona, katika kuishi kwake anaona kabisa Yabesi kuna mahali kuna vitu vinapungua. Maana mama yake alimuita yeye alikuwa ni mwenye huzuni. Sasa ile huzuni huenda ni kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, kinatembea kwa Yabesi. Mambo ya Nyakati kwa kwanza sura ya 4 ule mstari wa 10 inasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema kwamba, lau angenibarikia kweli kweli na kunizidishia uzi yangu, mkono wako ungekuwa pamoja nami na kunilinda katika uovu na kuondoa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Mungu alimjalia yale Yabesi aliyoyaomba. Alikuwa na huzuni kulingana na jina lake. Ana kila kitu Yabesi. Ana maisha yake Yabesi duniani. Lakini nyuma hilo jina lake anatembea na huzuni. Hana furaha Yabesi, lakini chanzo ni jina. Chanzo ni ile huzuni ya mama yake ikamfanya Yabesi anatembea katika ile huzuni. Kwa hiyo jina lako wewe au hicho kitu ambacho unataka kumpa mtoto wako ni aidha kimstawishe ama kimzofishe. Mtu anamuita mtoto wake jina lake Tabu. Tabu, 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 tabu au shida. Kila siku watu wanakutamkia hicho kitu kwa sababu tunajua wote nguvu ya kinywa. Tunajua wote nguvu ya ulimi. Tunajua kwamba Mungu aliumba nchi, dunia na kila kilichopo kwa nguvu ya ulimi. Nguvu ya kutamka. Kile kitu unachotamkiwa kila siku, shida unaitwa we Tabu, na unaitika be. Kusema naam, yani ni sawa sana sisi tunavyosema amen. Amen ni maana yake ni kwamba na iwe hivyo kama ulivyonena, kama ulivyosema. Kwa hiyo ile abe anayoitamka kila siku, Jumamosi mpaka Jumatatu mpaka Jumapili anaitwa tu shida.
we tabu, we matatizo, kwa sababu ya vitu ambavyo wewe mzazi uko navyo. Kwa hiyo unamtisha yule mtoto anatembea navyo. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinatengenezwa. Kwa hiyo kabla tujawapa watoto wetu majina, lazima si hicho kitu ambacho tunaenda kukiona leo. Actually it is very common, kila mtu anafahamu hivi vitu vinafundishwa sana, lakini tunaweza kuona aina mbalimbali za majina, kwa nini watu wanaitwa. Okay, yapo majina mtu anaweza kaitwa kwa sababu ya kile anachokifanya au kwa sababu ya status. Inakuwa sio lile jina ambalo umepewa na wazazi, ila kutokana na kile kitu ulichokifanya au jambo fulani limesababisha ukaitwa hilo jina. Mwanzo 25 mstari wa 25, alafu tutaangalia mstari wa 30. Tutaona ule mstari wa 25 imeandikwa, wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu wote kama vazi la nywele, wakamuita jina lake Esau. Esau ni jina Esau aliopewa na wazazi wake. Lakini tukienda kwenye ule mstari wa 30 tutaona Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe iko chakula. Mwanzo 25:30. Mstari wa 25 unasema, wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, akaitwa jina lake Esau. Esau ni jina ambalo alipewa na wazazi wake. Lakini kwenye mstari wa 30 unaona Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe iko chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Huyu ni Esau yule yule aliyopewa jina lake na wazazi wake. Lakini tunaona hapa kwa sababu ya njaa ya kula. Kwa sababu ya njaa ya kula anaitwa jina lake Edomu. Na Biblia inasema Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe iko chakula chekundu, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa sababu ya kuzimia kwake na yule akapewa jina Edomu. Kwa hiyo unaweza kaona kuna watu wengine wanaweza kapachikwa majina kulingana na vile vitu wanavyovifanya, na kuna majina watu wanapewa kulingana na vile vitu wanavyovifanya, professional yake. Mfano mimi Caroline utaitwa servant of God, mtumishi wa Mungu. Kuna professors, kuna doctors. Hayo ni majina ambayo mtu anapewa na ana maana kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu kwenye ulimwengu wa roho hakutambulika kama Bwana Yesu ama Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Wale mamajusi walimtambua kama mfalme wa Wayahudi. Tunaona alipozaliwa katika Mathayo sura ya 2 mstari ule wa kwanza na wa 2. Imeandikwa, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, mstari wa 2, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mfalme wa Wayahudi. Mamajusi wakuja hapa kusema tumemwona Yesu au tumemwona kuna mtoto mahali amezaliwa, ila walisema tumemwona mfalme wa Wayahudi. Lakini katika kitabu cha Luka anaandika kwa habari ya wale malaika waliotokea wachungaji waliokuwa machungani. Malaika pia wale hawakutambulisha wachungaji kuwa aliyezaliwa ni Yesu au Emmanuel, Mungu pamoja nasi, au kuna mtoto wa kiume amezaliwa mahali, ila walisema. Luka sura ya 2 mstari wa 8 mpaka 11. Na katika nchi ile ile walikuwa wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu ya usiku. Mstari wa 9. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, na utukufu wa Bwana ukawangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu iliyokuwa kwa watu wote. Kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ambaye ni Kristo Yesu. Hapa atajwa Yesu ambaye ndiye Kristo Bwana, anatajwa kama Mwokozi, anatajwa kama Kristo. Kwa hiyo Bwana Yesu pamoja na kuitwa Yesu, pamoja na kuitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, malaika wanamtambulisha kwa wachungaji kama Mwokozi. Wakitoka hapo ukipandisha juu unaona wale mamajusi walimtambulisha Yesu kama mfalme wa Wayahudi. Na kuna majina ambayo yanatokana na baraka ambazo Mungu anakuwa anawapa watu, mfano kuitwa mke, kuitwa mume, kuitwa mtoto wa fulani, kuitwa mama mkwe wa fulani. Hizo ni baraka. Baraka ya kuozesha inakupa kuitwa jina jipya, jina bibi, jina babu. Pasipo hizo baraka huwezi kujikuta unaitwa hayo majina. Huwezi kuitwa mama kama huna watoto. Aidha unaweza ukawa na mama wa kiroho umewazaa, baba wa kiroho kuna watoto umewazaa kiroho, au unaweza ukawa unaita biological father, baba mama, baada ya baraka zilizopewa, au umeozesha mtoto wako wa kike au mtoto wako wa kiume unaitwa mama mkwe. Unaelewa? Kwa hiyo kuna zile majina ambazo mtu anaitwa kutokana na baraka, nazo zina maana yake, na aidha zina baraka au zina laana ndani yake, na kila jina lina maana yake katika ulimwengu wa roho. Sasa tukiachana na majina tunayopewa na wazazi na yale yanayotokana na professional zetu na yale yanayotokana na makusudi ambayo Mungu ameachilia ndani yetu, makusudi tuliyobeba, kuna majina mengine ambayo tumezoeshana kuitana sisi wenyewe. Leo tutaongelea majina yatokanayo na baraka, hasa kwenye eneo la mume na mke, kama ambavyo tumezoeshana kuitana. Tunapoongelea kwa habari ya jina la baba, baba anaweza kuwa ni mzazi wa kiroho,
Mfano, mzazi wa mlezi, baba wa kambo, baba mkwe unaweza kumuita baba, baba wa jirani ambaye ni umri sana baba yako unaweza kumuita baba, baba mlezi unaweza kumuita baba, rafiki wa baba yako mwenye umri sana baba yako unaweza kumuita baba, na mama as well, na dada as well, kaka as well, unaweza ukamuita yoyote dada, yoyote mama. Lakini kuna haya majina mawili leo ambayo ndio tutaenda kuyaangazia, jina mume, jina mke. Hichi kitu Roho wa Mungu alinifundisha siku I was very wondering. Kwenye ulimwengu wa roho ni vitu ambavyo vina maana, lakini kwa bahati mbaya sana siku hizi watu hawatumia haya majina. Tunayo majina yetu ambayo tunaitana. Kuna zile nicknames ambazo tunaitana bila kujua kile kitu tunachokipoteza katika ulimwengu wa roho tunakipoteza. Mume ina maana nimesema kwenye ulimwengu wa roho na inabeba kitu kwenye ulimwengu wa roho. Mke as well. Lakini kuna watu hapo kwenye ndoa zao. Mtu ana miaka 10 na miaka mingapi lakini hajawahi kumuita mtu mke wangu. Hajawahi kumuita mume wake mume wangu. Atamuita baba Juma, atamuita baba Usman, atamuita mama Janet, atamuita mama Karo. Lakini hakuna mtu anamuita mke wangu. Anamuita mume wangu. Na tumeshasema namna kinywa kinavyotamka kuna kitu kinaumbwa. Unapotamka baba, mume kwenye ulimwengu wa roho, mume ni nani? Biblia inamwangalia kama nani? Tumwangalie huyu baba. Namna ambavyo Biblia inamtizama. Baba ni nani kwenye ulimwengu wa roho? Unapotamka mume, baba, kile kitu kinajenga nini? Hem, niambie. Biblia inasema mume ni kichwa. Waefeso 5 ule mstari wa 23. Imeandikwa kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa kwa kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Sio kama unanielewa. Huyu ni kichwa cha familia, unamuita mume. Unapomwita mume kuna kitu kinajengeka kwenye ulimwengu wa roho. Mume wangu leo, mume wangu kesho, mume wangu. Kuna ile hali ya kufeel huyu mwanamume am responsible. Mimi ni mume huyu mwanamke. Yaani kuna namna inakaa. Na mtu ambaye unamuita mke wangu, tofauti na hilo unapomuita mama fulani, mama sijui kitu gani. Huyo mtu kabla hajaitwa mama alikuwa mke wako. Kabla hajawa Mrs. fulani ana jina lake, lakini baada ya kuolewa, hicho kitu kwenye ulimwengu wa roho kina change. Huyu mtu ni mke wako. Unapaswa kumwambia mke wangu. Unapaswa kumuita mume wangu. Haya ni majina ambayo huwezi. Baba unaweza kumuita kila mtu, jirani nimetoa mfano na kila mtu, lakini huwezi kumuita mtu mwingine mume, huwezi kumuita. Here is a very special names. Huwezi kumuita mke mwingine mke wangu. No way. Mke ni mmoja tu katika hii dunia na mume ni mmoja. Na hayo ni majina unaitana mke na mume tu. Huwezi kumuita baba jirani baba shikamo. I mean unaweza kumuita baba jirani baba shikamo au baba kambo shikamo au baba Kiro Bwana Yesu asifiwe. Lakini mume huwezi kumuita ukatoka hapo ukamuita yoyote. It's a very special name na ni ina maana kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini watu wameachana kuitana mume na mke. Hebu tuongelee nafasi nyingine kwenye nyumba. Ukiacha kuwa mume ni kichwa, lakini mume ni baba. Baba nini maana yake? Baba ni mwanzilishi. Ndio maana baba hatakiwi, ndio maana baba haitwi mama. Ndio maana baba anaitwa baba. Na Mungu ndio maana haitwi mama. Mungu ndio maana anaitwa baba. Kwa sababu maana ya baba ni mwanzilishi. Baba ni yeye anaanzisha safari. Na tunapoangalia katika nafasi ya mume, yeye ndio mara zote anaanzisha ndoa na mahusiano. Kama ilivyoandikwa katika Waefeso sura 5 mstari wa 31. Kwa maana hiyo mtu atamwacha baba na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mume ni baba. Baba ni mwanzilishi. Kila anayeitwa baba ni mwanzilishi. Na kila mwanaume anakuwa kwenye nafasi ya baba kwenye familia kama na yeye ni mwanzilishi na aliacha baba na mama yake akaenda kumfuata mke wake kuambatana naye. Mtu wa Mungu. Kinywa kina nafasi kubwa ya kuumba na baba kama kawaida anamwakilisha Mungu. Kwa hiyo baraka zinatoka kwa baba kwa sababu baba ni Bwana. Biblia inasema vile kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana, nanyi watoto wake mfanyapo mema wala hamkutiwa na hofu yoyote. Tunatakiwa kuona kama Bwana, tunatakiwa kuona kama mume, tunatakiwa kuona kama kichwa huyu anamwakilisha Mungu. Tujitoe katika maisha ambayo ya uzungu na kuiga. Sweetie, darling, honey hayakatazwi. Na kumuita baba fulani kama kwa mapendo yako haikatazwi. Lakini jina mume, jina mke, leo ninachotaka kukukumbusha ni kitu cha thamani sana, kina umuhimu sana na kina maana yake kwenye ulimwengu wa roho. Tusijitoe kutoka katika kile Mungu anachokikusudia. Mwite mke wako mke. Mwite mume wako mume. Tafadhali.